Bana, kumeanza kuchangamka na niliwaambia kwamba kupitia Makweme Sports mtakuwa mnayapata matukio mbalimbali ya kimichezo. Sasa Young Africans baada ya kutoa msimamo wao na kuandika barua ama kutoa taarifa kwa umma kwamba wamepokea majibu kutoka kasi na hawako tayari kucheza mchezo wote wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, hasa mchezo wa dabi ule wa namba 184 ulioahirishwa. Bana, vyanzo vyangu vimebaini kwamba Yanga baada ya kutoa tamko la kwamba hawatocheza mchezo namba 184 wa dabi ya Kariakoo ulioahirishwa, bana, inaelezwa kwamba Yanga wameandika barua kwa mamlaka za juu za serikali wakiwa wanaitaka mamlaka hizo kuchunguza namna ambavyo bodi ya ligi pamoja na TFF wamekuwa na matukio tata yanayoonyesha kwamba wanaipendelea Simba Sports Club. Taarifa ambazo nimezipata ni kwamba kwenye barua ambayo Yanga wameziandikia mamlaka za juu za serikali zenye kurasa 167 kuna malalamiko mengi juu ya utendaji hafifu wa bodi ya ligi nchini pamoja na shirikisho la kandanda nchini Tanzania, na izungumzia TFF, kitu ambacho kimepelekea Yanga kukosa imani na utendaji wao na kuhisi kuwa kuna uonevu mkubwa juu yao katika maamuzi mbalimbali yanayohusu mpira wetu wa Tanzania. Lalamiko la kwanza ambalo nimelipata katika barua yenye peji 167 ambazo Yanga wameandika ni kwamba Yanga wanapinga vikali vitendo vya Simba kubebwa kwenye mechi yao dhidi ya Azam ambayo ilipigwa tarehe 26 Septemba 2024 katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar, na Simba kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Kama ulikuwa hukumbuki, basi unapaswa kukumbuka, kwa sababu tukio hilo Yanga anasema wanadai goli la kwanza la Ateba mnamo dakika ya 14 lilikuwa ni offside, lakini pia wanadai goli la pili lilofungwa na Fabrice Luamba Ngoma mnamo dakika 47 pia lilikuwa ni offside. Tukio namba 2 ambalo limeandikwa katika peji 167 ambazo Yanga wameziwasilisha katika mamlaka ya juu ya serikali, wamesema tukio namba 2 Yanga wanalalamikia tukio la refa kutoa penati ya ajabu kwenye mchezo wa Simba na Dodoma Jiji mnamo dakika ya 60, penati ambayo ilizaa goli pekee ambalo liliwapa ushindi wa wekundu wa Msimbazi Simba. Yanga wanadai kwamba mchezaji wa Dodoma Jiji aligusa mpira na sio mguu wa Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior kama refa ambavyo alitafsiri, na kuwazawadia penati Simba ambayo iliwapa goli moja ambalo liliwasaidia pia kupata alama 3 zilizowafanya kuendelea pia kupata alama ambazo Yanga walikuwa wanawalakini na alama hizo. Lakini tukio la 3 ambalo kwenye peji 167 ambazo Yanga wameziandika kwa mamlaka za juu ya serikali ni kwamba wanalalamikia mechi ya Simba na Pamba Jiji ambayo ilichezwa Novemba 22 mwaka 2024. Dakika ya 77 Pamba walinyimwa goli halali pasipo sababu za kueleweka, na Simba ikashinda mechi hiyo kwa goli 1-0. Young Africans hawakuishia katika matukio matatu pekee. Young Africans katika karatasi 167 ambazo wameziandikia mamlaka ya juu ya serikali, tukio la 4 Yanga wanalalamikia mechi ya Simba na Namungo juu ya kadi nyekundu ambayo alipewa Derek Mukombozi, ambayo baadaye kamati ya masaa 72 ambayo inachunguza mechi husika walifuta kadi hiyo wakiamini kwamba referee wa mchezo huo alikuwa hajatafsiri vyema sheria, kitendo kilichopelekea kuifuta kadi hiyo na Derek kurudi tena ama Mukombozi kurudi tena katika mechi inayofuata. Hizi ni baadhi tu ya hoja 3-4 ambazo nimekuletea kupitia Makweme Sports, ambazo Young Africans wameandikia mamlaka ya juu ya serikali kwamba hawana imani kabisa na shirikisho la kandanda nchini Tanzania TFF, na ndio maana hawako tayari kukaa nao meza moja kujadiliana na mchezo namba 184 lakini kucheza dabi ya Kariakoo ambayo iliahirishwa mwaka huu. Nini kifanyike kwa ajili ya kuliokoa soka letu la Tanzania? Je, Yanga kukataa kwamba hawawezi kamwe kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, suluhisho lake litakuwa ni nini? Endelea kuweka komenti yako kistaarabu hapo Makweme Sports, lakini hakikisha kwamba umesubscribe na kugonga alama kengele uwe wa kwanza kuzifahamu taarifa zote za kimichezo ambazo zinatokea, zinazotajwa pamoja na tetesi za sajili. Makweme Sports, sisi ni michezo.